Mungu akubariki. Sema amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Haleluya. Haleluya. Maandiko yanasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Amen. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kama alivyokuwa anasema mama, usimkatae Yesu. Kama upo jioni ya leo unajua kabisa hujawa na maisha ya ibada kwenye maisha yako, basi jiandae kukaribisha maisha ya ibada kwenye maisha yako, kwenye familia yako. Kama kuna mtu tuko pamoja, nisikie anasema amen. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, chanzo cha hekima, chanzo cha mtu kujua kuzungumza vizuri, ni chanzo cha mtu kujua ajibu vipi, hapa asijibu, hapa anyamaze. Unaitaka baraka hii, iko kwa Bwana. Wako watu ambao anajikuta tu amejibu, lakini ukiwa na yeye ndani yako atakufundisha namna ya hapa nyamaza, hapa zungumza, hapa jibu, hapa usijibu. Maandiko yanasema kumcha Bwana ni chanzo cha hekima au ni chanzo cha maarifa. Kumcha Bwana ni chanzo, sijasikia ndugu yangu. Kumcha Bwana ni chanzo hiyo ni Mithali 1:7. Mithali 1:7. Kumcha Bwana chanzo. Unaweza kuwasomea watu waone, ipo hapo. Mithali 1:7. Kama umeipata hata kwenye vyombo unaweza ukatusomea. Mike ziko karibu na nyinyi. Mithali 1:7. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Amen. Mike ipo hapo. Mithali sura ya 1 mstari wa 7 binasema, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu dharau hekima na adabu. Asante sana. Hiyo tu baba. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Hekima na adabu. Kumcha Bwana chanzo cha maarifa. Lakini jioni ya leo, kabla hatujafanya maombi, ninatamani sana tungesoma habari za mwanamke ambaye alikuwa anaishi katika mji wa Naini. Alafu twende tuombe. Leo hatuko na muda mrefu wa kuwepo hapa. Ninampenda sana huyu mwanamke, nikisoma habari zake. Alikuwa anaishi katika mji wa Naini. Alikuwa anaishi katika mji wa Naini. Ameandikwa kwenye kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka 7, tunaanzia kusoma kwenye 14. Huyu mama nitamzungumza kidogo, alafu tutasoma kitabu cha Luka 7 kuanzia mstari wa 14. Kama tuko pamoja, ninaomba nikusikie ukisema amen. Watumishi wa Mungu, huyu mama ambaye ameandikwa kwenye kitabu cha Luka 7 mstari wa 14, maandiko yanamtambulisha kama sio mtu wa kijijini. Maandiko yanamtambulisha kama mtu ambaye alikuwa anaishi mjini. Sema mjini, mtumishi wa Mungu. Huyu mama alikuwa anaishi mjini. Nikajiuliza kwa nini Biblia inamtambulisha kama alikuwa anaishi mjini? Kwa sababu maandiko yalikuwa yanatamani yatuonyeshe aina ya maisha ya watu wa mjini na jinsi ambavyo tatizo lililompata lilikuwa lina uchungu. Huyu mama alikuwa anaishi mjini. Historia ya mume wake haijaandikwa.
kwa sababu ameandikwa na yeye kwa kujitokeza kwenye tatizo. Lakini wakati wanaishi mjini, mimi naamini wote tunajua watu wanaoishi mjini, akiwa na mume wako anatoka anaweka hela na hivi, akisahau unamkimbilia, mume wangu, umeona samahani, umesahau. Oh, samahani mke wangu, leo tutakula nini? Samaki. Unaweka hivyo, yani unadeka. Na huyu mama ameandikwa alikuwa anaishi katika mji wa Naini. Huyu mama mume wake akaanza kuumwa, na kwa sababu alikuwa mjini, mama pia anategemea msaada wa baba, anategemea msaada wa baba sana. Akapambana ili mume wake asifariki. Kama tuko pamoja bado sema amen. Alipambana, akapambana, lakini ikafika mwisho ikawa nje ya uwezo wake, mume wake akafariki. Lakini wakati mume wake anafariki, alikuwa amemwacha na kijana mtoto. Haleluya! Na watu wote ambao mpo kwenye mkutano hapa mtaungana na mimi kwamba upendo wote ambao ulikuwa upo kwa mume unahamia kwa mtoto. Hiyo ni kawaida ya wamama. Alikuwa na huyo mtoto mmoja, upendo wake ukahamia kwa mtoto wake. Kama tuko pamoja tena sema amen. Mtoto akaendelea kukua, lakini wachawi wasivyo na adabu, walivyo na roho mbaya, wachawi walivyo wabaya, wakaanza kukafuatilia tena katoto kakaanza kuumwa. Watumishi wa Mungu, naamini utaanza kuvuta picha ni namna gani mama huyu alianza kumwona huyu mtoto kwa uchungu. Yaani mume kafa, nimebaki na katoto kamoja, angalau nyumbani ndio kananifariji, ndio nikiona hivi nasema hivi, umefanana na baba yako, umefanya kama baba yako. Lakini wachawi wamekafata na kenyewe kalikobakia. Chawi ni wabaya sana, acha tuagize moto kwao. Wakakafata katoto kakaanza kuumwa, na mama yuko peke yake. Sasa anapambana. Kalikuwa kanakula kidogo, baadaye kakawa akawezi kula. Sasa kanakunywa tu uji. Jamani wewe mtoto wewe, jamani wewe, majirani, mtoto huko inakuaje? Jamani na hivi, tena changanyikiwa. Mtoto anazidi kuwa na hali mbaya, na wachawi hawaoni huruma, na wasivyo na huruma, katoto nako kakafa. Jamani, acha Yesu aitwe Yesu. Huyu mama akalia kilio ambacho ninaamini wengi hapa mtakuwa mnavuta picha. Alilia kiasi gani? Maana baada ya mume wake kufa, faraja imekuwa kwa mtoto na yeye aliyebakia wachawi wamefuata, na yeye amekufa. Amebaki huyu mama analia, anamtikisa, we mtoto. Kuna kilio mama analia ambacho kamasi na mate vinachanganyikana pamoja. Majirani wanakuja, vipi? Wasema jamani, ndugu zangu, mtoto mwangalieni. Wanamtuliza, wanasema usilie, nyamaza, tutakusaidia. Anapata matumaini, akisikia majirani wanasema tutakusaidia, anasema basi sawa, jamani, mbona mmekuja? Asanteni kama mtanisaidia. Anawauliza, sasa mtanisaidia kufanya nini? Wanasema kuzika. Binadamu wanasaidia kuzika, lakini Yesu hafanyi hivyo. Sema amen. Alisaidia kufanya nini? Wanasema tutasaidia kuzika. Anasema kufanyaje? Kuzika. Mama amelia, lakini kashindikana. Analia, kaburi linachimbwa. Analia, watu wanachimba kaburi.
Analia, watu wanatoka jikoni huko wanarudi, wanafanyaje, wameandaa chakula na nini na michango na daftari limewekwa hapo. Tabu tupu. Baadaye ukafika muda wa kwenda kuzika. Mama anasema, jamani, kwa hiyo hakuna namna yoyote. Hamna namna yoyote. Wanamwambia hamna namna yoyote, wewe twende. Wakati wamemshikilia wanaenda, jamani fanya, wewe mtoto amka. Mtoto hawezi kuamka. Lakini huyu mama alikuwa na bahati sana. Sema mama alikuwa na bahati sana. Huyu mama alikuwa na bahati sana. Na ndio maana nimependa nimsome, kwa sababu huyu mama anafanana na bahati ulionayo wewe. Huyu mama bahati yake ni kwamba ile njia ya kuelekea makaburini ambayo msafara wa msiba ulikuwa umepita, ndio njia hiyo hiyo Yesu na yeye na wanafunzi wake na msafara wake alikuwa amepita. Kwa hiyo ikakutana misafara miwili. Msafara huu wa kwanza ni msafara wa watu wanaolia, wanayemsindikiza mama kwenda kuzika mtoto wake. Alafu kwa mbele kuna msafara mwingine unakuja, Yesu anafuatana na wanafunzi wake. Misafara hii inakaribiana. Yesu anakuja na msafara wake, wanaoenda kuzika nao wanakuja. Misafara ikakutana. Alafu Yesu akaangalia, akaona kuna mama analia kwa uchungu usio wa kawaida. Akausimamisha ule msafara wa msiba, akawaambia, simameni. Pigia Yesu wangu makofi. Kama unampenda Yesu wangu, pigia tena makofi. Alafu piga kelele, sema amen. Haleluya. Yesu akasema, simameni. Watu tuna haraka. Unajua kuna mvua. Nani, unajua watu wa kuzika wanakuwa na haraka. Ndio tuwahi tuzike haraka. Yesu akasema, hakuna cha haraka hapa. Kwa sababu yeye aliona moyoni mwa yule mama, akaona kuna mume alikuwepo, alikufa. Alafu akabaki mtoto tena na yeye anakufa. Anamwambia, simame. Watu wakatulia. Huyu ndio Yesu na mhubiri jioni ya leo. Yesu ambaye anaweza kufufua jambo ambalo kwako wewe umekata tamaa, unahisi hili jambo haliwezekani, unahisi hili jambo ndio basi, lakini leo jioni tunaenda kufufua kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Lile jambo ambalo umeshakata tamaa kabisa, unasema hii basi tena, linaenda kufufuka tena jioni ya leo. Mambo yako yanaenda kufufuka. Kama ni wewe, piga kelele, sema amen. Kama ni wewe, sema Yesu nakupenda. Kama ni wewe, piga kelele, sema Yesu niko hapa. Fufua mambo yangu yaliyokufa katika jina la Yesu, sema amen. Yesu akasema, msafara simama. Watu wakatulia. Akasogelea jeneza, akamwangalia mtoto, amefanana na babake. Pia wewe mtoto, unaondoka na sura ya babako. Wakati mama yako alikuwa akikuona wewe anajifariji, anamuona babako, unataka kumuumiza mamako. Binti, inuka. Maandiko yanasema, akasema kijana inuka. Maandiko yanasema kijana akainuka. Kuna watu wachache sana wameelewa hapa. Mpigie makofi kama umeelewa kitu kilichofanyika. Sasa ili watu wasije kazani hii ni hadithi yangu ya ukoo wetu wakina Mwaitege, wasomee watu wajue ni maandiko. Imeandikwa kwenye kitabu cha Luka kuanzia 14. Mtumishi wa Mungu, tusomee habari hii ya mwanaume simba wa Yuda, Alfa na Omega. Luka 7:14. Ndio. Akakaribia, akaligusa jeneza. Anzia 14. Akakaribia, akaligusa jeneza. Napenda hiyo usomaji. Amen. Napenda hiyo usomaji. Akakaribia. Amen. Akaligusa jeneza.
Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Waliokuwa wakilichukua simama. Wakasema. Kijana. Akasema. Kijana. Nakwambia. Inuka. 15. Yule maiti akainuka. Akaketi. Akaanza kusema. Akampa mama yake. Kama unabarikiwa, mpigie Yesu wangu makofi. Kuna mtu anaamini jambo lolote ambalo lilikufa kwenye maisha yake litafufuka jioni ya leo. Amen. Simama pale ulipo. Kama unamwamini Yesu, huna mashaka, itakuwa kama unavyoamini. Simama katika jina la Yesu. Jambo lolote ambalo lilikuwa limekufa, kama kilichokufa kwako ni afya, basi afya inaenda kufufuka jioni ya leo. Kama kilichokufa kwako ni tumaini la kufanya biashara, ukajiona sasa we utakufa maskini, usikate tamaa. Madam leo umefika kwenye viwanja hivi, tumaini lako la kuwa mfanya biashara mkubwa linarudi pale pale, na njia ya wewe kuwa mfanya biashara anajua yeye, na mtaji utaupata wapi anajua yeye. Kama tumaini la kupata kazi limepotea kwako, unahisi sasa wewe kupata kazi, basi mpaka vyeti vyako hata uelewe umeviweka wapi, kwa sababu unahisi kama havitakusaidia. Ukitoka hapa nenda kavitafute, maana tumaini la kupata kazi limefufuka, na utapata kazi nzuri ambayo ulikuwa unaitamani siku zote. Maana yule mwenye kufufua matumaini yaliyokufa yupo hapa. Usiogope, sema amen. Kama ni ndoa, ukipiga simu hapokei, ukituma message hajibu, message utakayoituma leo itajibiwa, na ndoa yako inaenda kurejea katika jina la Yesu. Hakuna kisichowezekana kwa Bwana. Vitu vingine ni mashetani tu yanakuwa yameshikilia. Ndio maana maandiko yanasema, Yesu akasema, ewe pepo kiziwi. Unaona? Ukisoma maandiko vizuri, Yesu anasema, ewe pepo kiziwi. Kumbe kuna watu tunawaita kiziwi, sio majina yao, ila kunakuwa na pepo linaitwa kiziwi, liko ndani yake. Pepo linaitwa kiziwi, liko ndani yake, limeziba masikio. Sasa kuna watu wanashangaa, mtu alikuwa anasikia, wanashangaa wanaona kitu cha ajabu. Hapana, sio kitu cha ajabu, ni pepo tu lilikuwa limeshika masikio, likiunguzwa na moto wa Yesu, linapotoka masikio yanakuwa yanasikia. Sema amen. Yesu anasema, pepo bubu toka. Kumbe huyu mtu tunamuita bubu, sio jina lake, lile ni jina la tatizo. Ili pepo ambalo liko ndani yake la ububu likitoka, anakuwa huru. Kuna watu wana pepo la umaskini, ni pepo kamili la umaskini, ni pepo kamili la umaskini. Ukitaka ujue ana pepo la umaskini, siku akishika hela, siku akipata hela, ndio utajua huyu ana pepo la umaskini. Yanatokea mambo ya ajabu. Mara unashangaa kanunua vocha, kakosea, kanunua vocha ya 200,000. Salio muda wa maongezi. Kwa nini? Ana pepo la umaskini. Yaani ni vitu ambavyo lipo hapo, liko kwa ajili ya kufanya kitu, pesa inani. Ya akipata tu anasikia mama hivi. Ili pepo tulikemee, tusikemee jioni ya leo. Amen. Naomba tutaanza kusogea wakati naimba. Tena ukisogea, sogea ukiwa unajua unasogea kwenye madhabahu yenye moto. Unasogea kwenye madhabahu iliyojaa moto. Mliokuwepo siku ya kwanza tulipaombea hapa. Tuliombea madhabahu hii. Tukasema mahali hapa sio pa kawaida. Sio pa kawaida. Unaenda kupokea uponyaji. Wapendwa, kwenye kupokea uponyaji kuna tofauti. Kama vile hospitali, kuna yule mwingine anafanywa operation, anaweza akapoteza fahamu, alafu akarudishiwa ufahamu, akashangaa tayari ameshapata mtoto wa kike au wa kiume. Kwa hiyo kuna operation zingine zinafanyika hapa, watu wengine wanashangaa.
Unashangaa mtu anaishiwa nguvu, anaenda chini. Baada ya muda tumemwombea, kumbe Bwana alimpeleka huko theater, amefanyiwa operation vizuri, kizazi chake kimeshakaa vizuri, anarudi hapa. Mpigie Yesu wetu makofi. Kwa hiyo usije ukashangaa wakati tunaomba, kuna wengine wanaendelea kusimama, lakini kuna wengine wanakosa nguvu, anasikia kama usingizi wa ghafla. Hii ni operation ya Yesu, hii ni operation ya Yesu Kristo. Wote tunaenda kufunguliwa. Unaamini Yesu, punga mkono. Unamwamini Yesu, punga mkono, punga mkono. Mimi sijajua utakapokuja hapa wewe ni wa aina ile ya operation au ni uponyaji wa kawaida au ni wa sindano tu ya kawaida. Wewe utakapokuwa hapa, malaika wenyewe ndio watajua wakuhudumieje, watajua wenyewe wakuhudumieje. Lakini tunayo chumba cha maombi na maombezi pale kwa utukufu wa Bwana. Kuna watu wamefunga, wanataka tu waweze kuhakikisha mambo yako yanafufuka. Wakati unatembea kuja mbele, tunakuwa tunaimba damu, damu, damu ya Yesu, damu, damu. Kama unalo jambo unataka kulileta kwa Yesu, wakati tunaimba wimbo, anza kusogea mbele. Ya Yesu husafisha kabisa, damu yake Yesu, damu yake Yesu, damu ya. Sogea nyuma kidogo. Yesu, damu ya Yesu, hapo hapo usafisha kabisa, na nguvu za shetani zimeshindwa. Inua mikono yako namna hii. Inamisha kichwa chako, funika macho yako. Na nguvu za shetani zimeshindwa, asifiwe Mwokozi. Na nguvu za mapepo zimeshindwa, na nguvu za mapepo zimeshindwa.
macho yako, shusha mikono yako, inamisha tu kichwa chako, inamisha tu kichwa chako. Yesu anasema njoni kwangu ninyi nyote wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Tunaona sio vizuri tukakimbilia tu kukuombea, lakini kumbe Yesu yuko anasubiri kukupa msamaha hata kabla haujaombewa. Upate msamaha wa Bwana, upate msamaha wa dhambi, upate msamaha wa dhambi kabla hata sijakuombea. Nasikia Roho Mtakatifu anasema wako watu inatakiwa wapate kwanza msamaha. Sisi ni binadamu, tunakosea kwa kuwaza, tunakosea kwa kunena, yako mengi, lakini wengine hata hawajampokea Bwana kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni nzuri ili shetani akose nafasi pa kujificha. Hata wale ambao hawajampokea Bwana wajisalimishe maisha yao. Tutakapoanza kuomba, shetani hana hata pa kukaa. Ninaamini kama upo katikati yetu, uko tayari kupatana na Bwana, litakuwa ni jambo zuri. Maandiko yanasema mbinguni wanashangilia malaika, mbinguni ni furaha, mbinguni ni shangwe anapoamua mtu mmoja kugeuza maisha yake, kwamba kuanzia sasa nimechoka, nahitaji na mimi nianze maisha ya kusali, maisha ya ibada, maisha ya kwenda kanisani, maisha ya kupenda neno, maisha ya kusoma Biblia, maisha ya kufanya maombi. Kama upo hapa unahitaji kubadilika, unahitaji na wewe sasa uwe mtu wa ibada kama tulivyo sisi wengine. Nasema Mwaitege, niko hapa na mimi nahitaji, mimi na nyumba yangu, mimi na familia yangu, mimi na watoto wangu na uzao wangu watakao kuja, au mimi ni kijana lakini baadaye katika ujana wangu mpaka uzee wangu nataka niwe na Mungu. Uko hapa, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako pale ulipo. Wengine tuendelee kufunika macho, wengine endelea kufunika macho, endelea kufunika macho yako. Tunataka tuombe na hawa ambao wanahitaji kupatana, wanahitaji patano. Nyosha vizuri mkono wako, nyosha vizuri mkono wako. Amen. Nyosha vizuri, nyosha vizuri, nyosha vizuri. Amen. Amen. Sasa nafikiri ni nzuri sana kama mngenisogezea watumishi wa Mungu, waambie wasogee walionyosha mikono ili wawe hapa karibu kabla hatujaomba. Karibu Yesu. Sogea tu. Moyo. Sogea mbele wewe kumenyosha mkono. Karibu Yesu. Moyoni mwangu. Karibu. Nahitaji kumpokea Yesu, sogea mbele. Moyoni mwangu. Karibu Yesu. Moyoni Bwana Yesu karibu. Yesu moyo. Karibu. Tunakusubiri unayekuja moyoni mwangu. Karibu moyoni mwangu. Karibu Yesu moyoni. Amen. Amen. Mkutano mzima tufunike macho, inamisha kichwa chako tafadhali kwa kumheshimu Mungu. Mkutano mzima inamisha kichwa chako tunapoomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu ambao wako mbele yetu hapa. Ninaomba wewe ambaye uko hapa kwa ajili ya kumpokea Yesu, inua mikono yako juu. Fuatisha maneno haya ambayo wote tuliookoka tulifuatisha sala ya toba hii. Sema Bwana Yesu. Inua sauti yako tena, sema Bwana Yesu. Naja mbele zako. Mimi mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote ninazozikumbuka na nisizozikumbuka. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu,
andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa. Naamini nimesamehewa. Naamini tangu sasa nimeokoka. Mimi ni kiumbe kipya, ya kale yamepita. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kuniokoa. Naahidi nitakutumikia, nitakuimbia, nitakutolea, nitajenga hema yako, nitafanya kile nitakachoambiwa na kiongozi wangu katika jina la Yesu. Halafu piga makofi mkutano mzima kwa Yesu wetu aliye hai. Furaha mwenye dhambi moja akitubu, furaha mwenye dhambi moja akitubu, na siku moja tutakwenda naye mbinguni, na siku moja tutakwenda naye mbinguni. Barikiwe sana, barikiwe sana. Mwingine tayari operation imeendelea hapo. Shetani anamjua Yesu, wala usiogope. Hata mwingine najua mwili wako unatetemeka, sio muda mrefu hayo mashetani atatoka kwenye mwili wako na utajikuta nyota yako inang'aa. Unakuwa mwenye kupendwa, mwenye kusaminiwa, mwenye kusikilizwa. Kuna wengine wana mikosi tu kwa sababu kuna madudu wametupiwa, yanatoka, usiwe na wasiwasi. Lakini nyinyi wengine hapa, watumishi wa Mungu, tutasogea hapa, tunachukua rekodi ya majina yenu kwa ajili ya kuwa kuna mzee mwingine tumeenda nyumbani kwake leo na amefurahi sana. Kwa hiyo ni hapa au ni huko? Tupite hapa. Wakati tunaimba tenzi, tutawasubiri mpaka muandike majina, mrudi, ndio tunaanza maombi. Usinipite Mwokozi wanao nisikie, unapozuru msaidie pole pole. Naomba wale tunaoitikia ili niwasikie na hawa, ili na hawa niwasikie, tusisogeze sana maiki, ili nataka na hawa nao waimbe. Amen. Kwa hiyo ninaomba tunaoitikia tusisogeze sana maiki. Yesu, 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 Bwana nimeomba wale wenye maiki wasogeze ili nikusikie wewe. Sasa na wewe inua sauti kidogo sasa, sababu tunataka tukusikie na wewe. Amen. Yesu, 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 oh, Yesu. Wanarudi sogee nyuma sasa, msogee kwanzia, jichanganye na huko.
Yesu, oh, e Bwana uvumisi sina ya kutegemea, sina ya kutegemea ila wewe, ila wewe tu. Uso wako, uso wako wewe, na kuabudu na Yesu, Yesu, oh, naomba askofu, tunawasubiri Amen. Mungu akubariki sana. Tunaenda kuomba. Kuna nguvu ya Mungu inaenda kutembea hapa. Jiandae kufunguliwa. Jiandae kufunguliwa. Kuna mama tuliomba naye, alikuwa na ujauzito wa miezi 12. Ndio. Yaani wachawi walizuia mtoto asiingie, lakini walipoona mtoto ameingia tumboni wakazuia asitoke. Amekuja mkutanoni, ana ujauzito wa miezi 12. Angalia. Chawi usipe maadabu. Tumeomba naye Jumamosi. Kesho yake ilikuwa Jumapili, mimi nikategemea atajifungua kesho Jumapili. Jumapili ikaisha. Nikauliza yule mama yuko wapi? Bado hajajifungua. Sikumuona mkutano. Lakini nilikuwa nasikia bado na ndugu zangu hao. Tukashikana tena mikono kwa sababu mkutano ulikuwa umeisha kama hivi. Sasa ndio tunaondoka. Sasa Mungu wangu, tunaondoka tujaona wale watoto. Tukaenda na kwa mchungaji. Mwambie mchungaji, fuatilia yule mama. Wakati tunasafiri Jumatatu saa 4 tunapigiwa simu, yule mama amejifungua mtoto wa kiume. Mapacha. Amejifungua mapacha. Tulimwombea Jumamosi kama saizi, akashinda Jumapili. Mapepo yakajifanya yanang'ang'ana, yakashindwa, yakamwachia saa 4, yakawaachia watoto wawili mapacha. Pigie Yesu wetu makofi. Tulifanya mkutano Sumbawanga, shuhuda wa mwisho. Wakati tunaomba, tunaomba na binti. Baadaye nikasema ngoja nimalize kuhubiri, mwacheni hapo katikati. Naendelea kuhubiri, kumbe ule moto unaendelea. Kwa sababu wakati tunaombea, yule binti alikuwa anawaambia wanaomwombea, msinishike huu mkono, na nyoka. Msinishike huu mkono, kuna nyoka. Watu wakajua namna gani. Sasa wakati tunaendelea kuomba, ghafla pale nikaona alipokuwa amekaa tena mkono ule ule akatokea nyoka wa ukweli. Watu wakaanza kuruka pale. Mtu ananyanyua mguu, anatamani na wapili uje juu, na yule nyoka akawa anakuja madhabahu. Anajiuliza ametoka huyu kwenye mkono huo, lakini kukawa na uhusiano, sababu nyoka wakati ametoka yule binti akazimia. Huyu nyoka tulipomdhibiti, tumempiga, tumemchoma na mafuta, kule binti amenyenyuka.
Yaani kuna uhusiano kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukampa maiki binti, tuambie, anasema nilikuwa nanyonyesha mtoto. Mtoto anakuja usiku, anaondoka alfajiri. Wahudumu nisaidie hilo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi hawajui kumbe mtoto binti ananyonyesha. Haya yote tunataka tuyakatae katika jina la Yesu. Mpaka leo yule binti ni mwimba kwaya mzuri na ameokoka, anampenda Yesu na hataki kumwacha, maana alikuwa anaishi na madudu. Kama kuna mtu ambaye mizimu imetupwa kwake ili iweze kurudisha maisha yake au kuleta mateso, moto unashuka sasa. Inua mikono yako katika jina la Yesu Kristo, msaidie huyu katika jina la Yesu Kristo. Hebu mlete mbebe hapa, mbebe katika jina la Yesu. Amen. Katika jina la Yesu. Mbebe, yani bana miguu yake, nyenyua mwili mzima. Sio mumsimamishe, mumbebe. Wanaume ongezeka hapo. Yes. Hakuna pepo la Yesu katika jina la Yesu Kristo. Roho ya shetani kwa jina la Yesu. Chia maisha yako. Toka. Kwa jina la Yesu. Yesu ni moto, Yesu ni moto, Yesu ni moto. Unatoka, toka kwa jina la Yesu. Naangusha kila roho, kila silaha, kila pepo wabaya. Yesu Kristo kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu Kristo. Moto wa Yesu kuteketeza. Roho ya mababu katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Inua mikono yako vizuri. Inua mikono juu. Funika macho yako. Funika macho yako sasa, tunaanza kuomba kwa Mungu. Hebu inua sauti, sema Bwana Yesu. Niko hapa. Ninaomba uniguse. Yesu. Ita kwa sauti, Yesu. Nihurumie. Nimeteseka kwa miaka mingi. Nisaidie Yesu. Nisaidie Yesu. Nifungue Yesu. Nifungue Yesu. Nifungue Yesu. Mashetani mnaoshikilia, mnaoharibu maisha yangu na wakataa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Majini, mikosi, uchawi, mizimu, toka kwangu. Toka kwangu. Toka kwangu. Toka kwangu. Toka kwangu. Achia uzao wangu. Achia uzao wangu. Achia uzao wangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa moto. Kwa moto. Shetani, ungua. Ungua kwa moto wa Yesu. Toka ndani yangu. Toka ndani yangu. Toka ndani yangu. Endelea kukemea, endelea kukemea. Sasa wachungaji wanaingia kuweka mikono juu yako. Moto wa Yesu Kristo aliye roho ya shetani. Endelea kuomba, endelea kukemea kwa jina la Yesu. Usiache kuomba, usiache kuomba. Yesu leo. Hapo moto. Shetani toka ulipo. Roho ya kufuata majini. Moto ya kufuata kelele kwa jina la Yesu. Piga kelele kwa jina la Yesu. Piga kelele kwa jina la Yesu. Moto wa Yesu. Moto ya Yesu. Moto kama kwa jina la Yesu. Roho ya mababu zako. Roho ya wanzu wa matata. Roho ya pepo mabaya. Toka. Wachungaji namba za jina la Yesu aliye hai. Jina la Yesu aliye hai. Roho ya kuzimu na mauti. Roho ya pepo mabaya. Moto wa Yesu aliye hai. Ninatangaza moto wa Bwana. Tangaza moto wa Bwana. Achilia moto. 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 Haya. Unatoka. Roho ya pepo mabaya. Roho ya pepo mabaya. Roho ya pepo mabaya. Unatoka. Roho ya mauti. Roho ya sangere. Roho ya mapepo. Unatoka leo.
jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Tangaza uhai, tangaza mema, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana anakuweka kwa uwezo wa Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Weke huru kwa damu ya Yesu Kristo. Ufunguliwe kwa damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Inamisha kila majeshi na giza la wachawi, nalikataa leo, nalikataa leo, nalikataa leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila mitego ya wachawi, iwe mitego ya wachawi, iwe mitego ya giza, iwe mitego ya laana, nalikataa leo, nalikataa leo, nalikataa leo, nalikataa leo, nalikataa leo. Lete hapa huyo, lete hapa huyo kwa jina la Yesu. Roho ya pepo wabaya unatoka leo, lazima utoke katika kwenye chumba cha maombi kwa jina la Yesu. Walenge kwenye chumba cha maombi kwa jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Inua vizuri mikono yako, sema Bwana Yesu, naamini, naamini mguso wako umefufua vilivyokuwa vimekufa ndani ya. Saidia wewe pale, wahudumu, nenda kule nyuma, bado kuna moto unatembea, bado kuna moto unatembea. Sema Bwana Yesu, naamini vilivyokuwa vimekufa vimefufuliwa na Yesu, wala shetani hataweza kuzuia. Napokea biashara. Wafanya biashara kama mpo, pokeeni biashara kubwa katika jina la Yesu. Wanandoa wale ambao mmechelewa kupata watoto, pokeeni watoto kwa jina la Yesu. Wanafunzi, pokea ufaulu usio wa kawaida kwa jina la Yesu. Wakulima, mkilima mazao yao ya mafanikio kwa jina la Yesu. Mnaofuga, ukifuga wanyama wazaliane na magonjwa yapite mbali na mifugo yako kwa jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yako. Inua ni kukabidhi mikononi mwa Bwana. Tunapofika mwisho, Bwana Yesu Kristo, kama wako waliokuwa wanasumbuliwa na mizimu ya kuzuia kuolewa kwao au kuoa kwao, ninaamini Mungu wamefunguliwa. Waliokuwa wanazuiwa kupata kazi kwa njia ya nguvu za giza, ninaamini wamefunguliwa. Waliokuwa wanashindwa kuendelea kwa sababu ya nguvu za giza, naamini wamefunguliwa. Kama unaamini umefunguliwa, sema amen kwa sauti.
Sema kwa sauti amen. Sema kwa sauti amen. Alafu mpigie Yesu makofi. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Yesu. Anaponya Bwana, anaponya, anaponya Yesu. Amen. Kabla hujarudi hapo hapo ukiwa umesimama, nataka nimwite askofu wetu, pengine atamke jambo. Kama yuko mbali basi yupo karibu. Amen. Anaendelea kufanya huduma pale. Nataka mtumishi wa Mungu uje uwakabidhi watu hao mikononi mwa Bwana. Wanaporudi majumbani, mkono wa Bwana uwe juu yao. Wanafunzi wanaporudi shuleni, ulinzi wa Bwana uwe juu yao. Amen. Karibu. Unaweza ukainua mkono wako. Na kama unaamini kuna kitu kimefanyika, kama unaamini kuna jambo Mungu amefanya, Biblia yangu imeandikwa kuna wakati Mungu alimwambia Ibrahim ataje mambo yasiyokuwepo, ataje kama vile yapo. Sema amen. Sema amen. Amen. Na kama yule mtoto kwenye jeneza aliamka, na wewe leo unaporudi nyumbani kuna mambo yatafufuka, yatakuwa hai. Hata kama yalikuwa amekufa miaka 10, kwa jina la Yesu kila kitu kinaenda kuwa hai. Sema Bwana Yesu, siku ya leo, siku ya leo nisitoke kama jinsi nilivyokuja. Kuanzia siku ya leo ninaandika historia mpya. Ninaandika historia mpya katika maisha yangu. Mabaya hayatakuwepo, maovu hayatakuwepo, laana haitakuwepo, misiba haitakuwepo, magonjwa hayatakuwepo. Kuanzia siku ya leo nimeandika historia mpya. Nimeandika historia mpya. Mimi na uzao wangu, mimi na familia yangu tumeandika historia mpya. Kuanzia siku ya leo tumepanda daraja jingine, tumeenda daraja jingine katika jina la Yesu. Hatua moja hadi hatua nyingine, ninaandika ushindi, ushindi, ushindi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tulia niombe. Baba Mungu mtakatifu, wewe ni Mungu wa ajabu, wewe ni Mungu unayetosha. Watu hawa ninaoweka katika mikono yako. Tazama, siku zote wamekuwepo katika mkutano huu. Hawakuchoka palipokuwa na mvua, palipokuwa na upepo na hali nyingine yoyote hawakuchoka. Na mpaka sasa wanazidi kushangilia utukufu wako. Wewe ndiye Mungu uliyesema katika Isaya 14, utafuta machozi katika macho ya watu wote wanaolia, wala kilio wala maombolezo havitakuwepo, kwa sababu mambo ya kwanza yamekwisha kupita na sasa ni mambo mapya. Bwana Yesu, ninaoweka katika mikono yako. Hata kama kuna nguvu za giza zilikuwa zinawasubiria kwenye njia, kwamba wametoka kwenye mkutano, sasa tunawasubiria njiani, ninapiga kila ufalme wa giza, ninapiga kila madhabahu za giza, ninapiga kila madhabahu za kuzimu. Hazitaweza kuwafuatilia tena, hazitaweza kusimama kwenye maisha yao tena. Kuanzia sasa ninatamka juu yao, wamepanda daraja jingine. Watapanda mazao, watavuna, watazaa watoto, watafaidi faida ya watoto, watafanya kazi, watafanikiwa, wala giza na mikosi havipo tena katika maisha yao. Watakula vyakula na watapata afya. Wanapoondoka mahali hapa na kwenda manyumbani, utukufu wako Bwana ukawatamie, neema yako ikawatamie. Hata watakapoenda kuingia katika nyumba zao,
zikawe ni nyumba za kustawi. Ni katika jina la Yesu Kristo nimewaweka katika mikono yako, na mwenye pumzi amshangilie Bwana na kusema amen. Sijasikia, sema amen. Mimi lile neno la kusema Yesu akalikaribia jeneza, akaligusa, akamwambia kijana inuka, na yule kijana akainuka. Kwenye hilo neno mimi kuna kitu nimepata, sijui mwenzangu. Kwenye hilo neno kuna kitu mimi nimepata, sijui mwenzangu. Unapoenda nyumbani, kila kilichokuwa kimekufa kiambie inuka. Mambo ambayo jicho alikuona wala sikio alikusikia, ndio mambo yatakayoenda kutokea kwenye maisha yako. Sema amen. Wewe ukifika usijiulize chochote, kama alivyosema mtumishi wa Mungu. Ukifika pale, kama ni kazi iambie inuka kuanzia sasa, iwe ni ndoa iambie inuka kuanzia sasa, kila kilichokuwa kimekufa kiambie inuka. Biblia inasema japokuwa tunaonekana ni wajinga katika hayo, lakini sisi tuna akili katika Yesu Kristo. Acha nimkaribisha Askofu Sara aje kukuambia pia neno la kukuaga. Mimi nakuambia utastawi mpaka watu watashangaa, utainuliwa mpaka watu watashangaa. Karibu sana Askofu, na Mungu akubariki. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Watu wa King'ori, Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamebarikiwa na mkutano? Wangapi wanasema askofu, tutakuombea ulete tena mkutano mwaka huu? Haleluya! Basi Mungu akipenda mwaka huu tena kabla hujaisha, tutaleta mkutano mkubwa kabisa tena wa injili mahali hapa. Jiandae. Lakini niseme tu nikupongeze wewe ambaye umefika kwenye mkutano siku zote. Aidha umefika leo, umekutana na cha kwako, umepokea kama ambavyo watumishi wengine wamesema. Nami niseme tu katika mkutano huu, chochote kilikufa kwenye maisha yako, kwenye mkutano huu kikainuke tena, kikafufuke tena. Ushike vitu vishikike. Haleluya! Maana kushika kitu ni kitu kingine, na kikashikika kikafanya kazi ni kitu. Usipokee mshahara ukakimbia mpaka uishe ndo akili zirudi. Kwenye mkutano huu ushike hela, ukae kwenye familia, ukae uipangilie, ukapewa akili mpya. Bwana akakufufulia akili mpya. Mshahara usiishe ukiwa hujaupokea. Upokee, ukae mezani, upangilie. Haleluya! Ili siku nyingine ukiulizwa kwenye mkutano umepata nini, useme wakati naenda kwenye mkutano nilionekana nikiwa mzee, lakini sasa hivi naonekana ni nani? Nitabirie miaka yenu iliyoliwa na nzige na madumadu kwa ajili ya mambo ya dunia, Mungu akurudishie kwa jina la Yesu. Mungu arejeshe afya yako, Mungu arejeshe uchumi wako, Mungu arejeshe ndoa yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninawapenda watu wa King'ori, ndio maana nikachukua hatua hii ya kuja kuwaletea habari njema za Yesu. Naitwa Mchungaji Sara. Kwa wale ambao walikuwa hawajanijua, ninamtumikia Mungu. Ukiwa stendi, kwenye ile sheli pale stendi, ukifuata moja kwa moja utakutana na kanisa liko hapo. Kanisa liko karibia na hizi nguzo za umeme hizo kubwa. Haleluya! Na siku ya Ijumaa kuanzia saa 4 nitakuwa ofisini kuwasikiliza au kuwaombea moja moja wale tu waliookoka kwenye mkutano huu. Kwa hiyo kama umeokoka kwenye huu mkutano, kuna ofa ya kukutana na mimi, tuongee zaidi, tufahamiane, lakini tuendelee kuombeana. Haleluya! Ili nikuulize, ndani ya wiki moja umekaa kwenye wokovu, umesikiaje? Kiniambia bado sijasikia raha, ni kuombea raha ya wokovu. Haleluya! Maana kwa Yesu tuna raha. Haleluya! Kwa Yesu tuna raha. Tulio kwa Yesu tunafanyaje? Tulio
mama. Tukiwa ndani ya Yesu kuna raha, kuna raha. Tulio ndani ya Yesu kuna raha, kuna raha. Wakati niko msichana tulikuwa tunaimba huo wimbo. Kwa hiyo kwa Yesu kuna raha. Kwa nikikuuliza kama hujaifurahia huo wokovu, tunaomba tena mpaka ufurahie wokovu kama ambavyo na ufurahia. Mwaka 2010 nilikuwa ni mzee. Haleluya. Lakini sasa ni kijana. Haleluya. Haleluya. Nilikuwa na kiatu kimoja nakipigilia, nikienda kwa mama yangu nakipigilia kale kama mstumari kadogo, kimenikatikia njiani. Haleluya. Lakini leo Mungu akanibariki na viatu navaa kuanzia tarehe 1 mpaka 30. Sindoraa wokovu. Sindoraa wokovu. Kwa hiyo nitakuuliza, umeanza kusikia karaha cha wokovu? Kama hujasikia, tunaomba mpaka upate raha ya wokovu. Bwana akubariki pale ulipo. Mungu awabariki sana watu wa King'ori. Na wapenda sana na Mungu awatunze. Tuongeze makofi kwa Bwana Yesu aliye hai. Jamani, kwa mambo haya ambayo Bwana ametenda kwenye huu mkutano, mambo ni makubwa mno. Haleluya. Kwa nini vibaya kama tukamrudishia utukufu Bwana kwa kumchapia makofi mengi? Hebu chapa makofi mengi. Haleluya. Yes. Jamani, nitoe mwaliko. Acha niwaambie, tuna timu ya praise hapa itaenda kutupatia pambio nzuri za moto, tuburudike wakati tunatawanyika. Haleluya. Lakini kabla sijaita praise team, nataka niwaelekeze tu utaratibu wa ibada zetu pale. Tuna ibada siku ya Jumatano saa 10 jioni. Kwa hiyo tunawaalika watu wote, ninyi mliookoka kwenye mkutano huu au wewe mwingine ambaye haujaokoka lakini umevutiwa na ibada yetu na huduma yetu, karibu siku ya Jumatano kuanzia saa 10 mpaka saa 12 jioni. Na siku hiyo tunajifunza neno la Mungu, lakini huwa yanakuwepo maombezi vile vile. Na siku ya Jumapili kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 7 mchana. Karibuni sana na Bwana awabariki. Karibu praise kwa pambio za moto moto. Karibuni.